Hey there. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Fungua Neno. Fungua Neno ni kipindi ambacho tunakuja pamoja kama Wakristo, watu ambao tunamwamini Yesu, tumemwamini na kumkiri kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tumeamini pale ambapo Biblia inatuambia kwamba sisi tulikuwa tumekufa kwenye dhambi, lakini Yesu akaja akaishi maisha matakatifu, akafa kifo cha mtenda dhambi, ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Hivi basi, kama na wewe ni Mkristo au kama uko nataka kufungua neno, basi karibu. Fungua Neno, twende kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro tunaangalia ile sura ya mwisho. Tumekuwa tunakipitia hichi kitabu. Kama hujaangalia episode ambazo zimepita, hapa ndio episode yako ya kwanza, ningekuhimiza na kukushauri uende ukaziangalie hizo episodes pia. Kuna vitu vingi ambavyo tumeona mpaka sasa hivi kwamba kumbe hii barua Petro alikuwa anaiandika kwa ajili ya kuwatia moyo wale Wakristo ambao walikuwa wanateseka kwa sababu ya imani yao. Na labda wewe ni Mkristo ambaye unateseka kwa sababu ya imani yako, basi hii barua inakuhusu. Tuko kwenye mstari wa 10. Kwenye mstari wa 9 kwenye episode ambayo iliisha tuliangalia jinsi ambavyo Petro anawahimiza Wakristo kwamba inabidi wasikate tamaa kwenye hii vita dhidi ya Ibilisi. Anasema kwamba Ibilisi ni kama simba ambaye yuko anawinda Wakristo ili kuwaua, ili kuwala, lakini mstari wa 9 alikuwa anawaambia kwamba you should resist. The reason ana confidence, the reason ana ujasiri ya kuambia Wakristo kwamba inabidi resist Ibilisi ni kwa sababu Mkristo ana Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ndiye anayemwezesha Mkristo kushinda dhambi. Kwa vile Ibilisi ambao wanakuja na schemes mbalimbali na njia mbalimbali ili kujaribu kumshinda yule Mkristo, basi Roho Mtakatifu anatutia nguvu kuweza kusimama imara. Kwa mstari wa 10 anasema kwamba after you have suffered a while anawaambia kwamba suffering, kupitia mateso, kupitia changamoto kwenye maisha ya Mkristo si kitu cha ajabu. Ndicho ambacho alikuwa anamwambia kwenye mstari wa 9 kwamba Wakristo wengine ambao wamezagaa, wamesambaa kwenye maeneo mbalimbali ulimwenguni, na wenyewe wanapitia changamoto. Kumbuka hawa ni Wakristo ambao walikuwa wanawindwa na serikali ya Roma. Anawaambia kwamba baada ya nyinyi kuteswa na kuteseka for a little while, after you have suffered a while. Petro akiwa anaongelea hii a while anamaanisha ule wakati wa baada ya Yesu Kristo kufa, kufufuka na kupaa kwenda mbinguni mpaka ambapo Yesu Kristo atarudi kwa mara ya pili. Huo wakati yeye Petro anauconsider kwamba ni a little while. Ndiyo maneno ambayo alikuwa anatumia kwenye ile sura ya kwanza mstari wa 6 ambapo aliwaambia kwamba hii suffering is the same thing. Anasema in this you greatly rejoice even though now for a little while. Kwa muda tu mfupi, kwa muda mchache. For a little while. Anasema kwamba if necessary you have been distressed by various trials. Kwa Petro akiangalia mahangaiko na taabu na mateso ambayo Mkristo anapitia, anajua kwa sababu kuna tumaini lililo hai ambalo linakuja, basi anaangalia huu wakati, anasema kwamba ni muda tu mfupi. Ukikompea huu muda ambao sisi inabidi tukae hapo ulimwenguni kuteseka na kupitia changamoto ya maisha haya, anaona kwamba ni muda tu mfupi ukilinganisha na milele ambayo inakuja. Kwa hiyo anasema kwamba after you've suffered for a little while, the God of grace, Mungu wa neema, baada ya wewe kusafa kwa muda huu mfupi, basi Mungu wa neema, who called you to his eternal glory, ambaye alikuita kwenye utukufu wake wa milele. Maana kumbuka hii kuitwa ameiongelea mara kadhaa. Amesema kwamba you are called kwa ajili ya Mungu, ulikuwa umeitwa kwa ajili ya proclaim the excellencies of he who called you. Sisi ndio Wakristo tu, kwa hivyo kwamba tumeitwa kwa ajili ya kutangaza ukuu na makuu ya yule Bwana wetu. Kwa hiyo anasema kwamba huyu Mungu aliyekuita, huyu Mungu aliyekuita kuingia kwenye utukufu wa milele in Christ, ndani ya Kristo. Huo utukufu wa milele tunaoingia katika Kristo, tunaweka imani yetu katika Kristo, then tunaingia kwenye huo utukufu wa milele. Yeye mwenyewe anasema will himself perfect. Anasema kwa maneno kadhaa: perfect, confirm, strengthen and establish you. Anasema kwamba baada ya kupitia changamoto za ulimwengu huu, huyu Mungu wa neema, the God of grace, Mungu wa neema ambaye amekuita wewe Mkristo, ambaye amekuita wewe Mkristo, yeye mwenyewe atakuperfect, atakufanya kuwa mkamilifu, atakukamilisha.
And then anasema atakuconfirm, atakupa uhakika, atakuhakikisha. Alafu anasema atakustrengthen, atakupa nguvu, atakutia nguvu. And then he will establish you, atakusimamisha imara. Yeah? Hivi ndivyo vitu ambavyo Mungu atafanya kwenye kupitia wewe changamoto zako. Yeah? Kwa nini anaongea hivi na hawa Wakristo ambao wanapitia changamoto za maisha kwa namna hii? Well, ni kwa sababu anawatia moyo. Anawatia moyo kuwakumbusha kwamba wanatumaini ambalo liko hai katika Kristo. Hicho ndicho ambacho wewe Mkristo unatakiwa kukumbuka. It doesn't matter changamoto za maisha haya yanakuja kwa staili gani, yeah? Inaweza ikawa yanakuja hapa kwa namna ya magonjwa, labda namna ya uchumi au namna ya changamoto mbalimbali za kijamii, Inaweza ikawa inapita hapa kwa namna ya mental illness, labda una changamoto kwenye fikra zako, au una changamoto kwenye mwili wako, una changamoto kwenye familia yako, labda ndoa yako haijasimama vizuri, labda watoto wako wamekuwa vigeugeu, au labda wazazi wako wameacha kukupenda au wameacha kukujali. Mkristo utapitia changamoto nyingi sana kwenye ulimwengu huu, lakini simama imara ukikumbuka hii ahadi kutoka kwa Mungu, kwamba Mungu wa neema ambaye amekuita kwa ajili ya utukufu wa milele, yeye atakutia nguvu, atakuimarisha, atakukamilisha uwe mkamilifu. Yeah? And I really pray kwamba ili neno likutie nguvu wewe ukiwa unapitia changamoto za maisha haya. Yeah? Na kama hujaweka imani yako katika Kristo, fanya hivyo sasa. Yeah? Fanya hivyo, weka imani yako katika Kristo uweze kuimarika katika hii neema ya Mungu. Amen.